Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mkengole libugani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sante. Wote ambao wamekuja kutushika kamba, awe wazimu, awe nani, baba alilisha wazimu, alikaribisha wazimu, alikaribisha wale wa matusi, alikaribisha wale wa kuongea vibaya, na waambia karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tufanye hivi, mkono wa damba. Tufanye tu hivi, mkono wa damba. Asante sana. Nitawaleta ndugu zangu kwa ufupi. Sitaenda kwa mambo mengi sana. Nikikusimamisha, unasimamisha na mke wako, na kama hawezi kukuja tena unamshikia nguo. Naanza na ndugu yetu Kitinda Mimba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiti kitakatifu kilichokaliwa na Archbishop, askofu mkuu wa kanisa la Chakalini Headquarters, bishops, mama mission, youth mission, regions, mama regions, pastors, mama assemblies, wazee vijiji, mama vijiji, youth assemblies, wale wa kufunza Sunday school, na wale wa familia yangu wakiongoza ndugu yangu na mama, marafiki, jirani, administrations. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ndio kijana mdogo wa mzee Christopher Damba. Kwa majina mimi ndio Leo. Ile jina mnajua sana ni Ken ama Kenneth, lakini mimi ndio Leo na sio ile Sifuna. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Mimi nilikaa na baba sana. Nilikula na baba sani moja over 20 years. Na anaanzia huku na malizia huku. Ukianza kulima hii shamba, hatukuwa tunajiweza sana. Naanza huko, tunamaliza tena napalilia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nikaa na baba sana. Nasikia wajukuu wanalia, wanasema nini? Wanajua walikuwa wanakuja. Sasa najua mimi nilikuwa mkubwa. I'm now almost 41 years. Mimi ndio last born. Na yeye unaona hapo na 81 years. Kwa hivyo walinipata akiwa na 40 years. Bwana asifiwe. Amen. Mimi niko na mke. Hamjaona hapa wakwe zangu. Nimeoa kule Mount Elgon. Hawajafika, lakini wasichana wamefika, na kwa kutana na kimila Kibukusu hawezi simama. Bwana asifiwe. Amen. Mke wangu anajulikana kama Topista. Niko na watoto 4. Na mama nakuambia ujikaze. Tuko. Kuwa na nguvu, usibabaike. Baba alikuwa anasema msifadhaike moyoni mwenyu. Alafu anaruka anasema furaheni na tena furaheni, na furaha yenu ijulikane na watu wote. Alafu anasema heri wenye moyo safi, maana watamuona. Huyo ndiye alikuwa mzee Christopher Damba. Ukifuatilia kama anafungua mkutano ama akihubiri, hizo ndio zilikuwa vazi zake. Bwana asifiwe. Amen. Mzee alikuwa mtu mzuri, mtu mstaarabu. Nilikuja kumuona, alikuwa ananiongelesha, lakini kaona mzee ako weak. Ananidanganya, lakini nikasema ni sawa. Na kwa sasa tumebaki na wewe William. Wewe ndio kijana mkubwa. Wewe sasa ndio umebaki kwa pengo la mzee. Hakuna mwingine. Nilikuambia tukianza hii mpango, hata kuna wenye wamekuja hapa waone tutaongea aje. Na unajua naangalia tu wewe. Kuna wenye wanaona tutafanya aje. Anaangalia tu wewe. Sasa hiyo mama yako akiwa na shida, anaangalia tu wewe. Mimi ni kadogo. Sasa ukisimama unatumia hekima ya baba. Hekima baba alikuwa anakusikiza, anakupea nafasi, unajieleza, anakukosoa. Na sisi wadogo tumheshimu. Hata akiwa na mapungufu yake, yeye ndio mkubwa. Bwana asifiwe. Na hayo mapungufu yake, yeye ndio mkubwa. Sitaki kuongea Kiingereza, maanake baba alikuwa akiongea Kiingereza alikuwa anakasirika. Ukisikia mzee anaongea Kiingereza amekasirika. Bwana asifiwe. Mtapitia tu kidogo maisha ya baba. Mumeona alikuwa dereva. Dereva alifanya Hamis Records and Supply. Alikuwa na supply Tanzania, Kenya na Uganda. Hiyo ndio dereva alifanya. Baadaye alikuja hapa, baada
baada ya babu kuaga aliamua kurudi kufanya ukulima. Hata I think